بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي تفسير يا قرآن يا سورة الأنبياء katika aya 30 aya ambazo ndani yake kuna maelezo yanayohusiana na kusutwa kwa washirikina walioacha kuzingatia juu ya dalili za ulimwengu zinazothibitisha uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mmoja tu anastahili kuabudiwa. فيقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول الله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا je hawakuona wale ambao wamekufuru anna samawati wal arda kwamba hakika mbingu na ardhi kanata zilikuwa mbingu na ardhi ratqan zimeambatana kugandamana. Kulikuwa hakuna anga hapa, kulikuwa hakuna anga, mbingu na ardhi zote zimeshikamana, hakuna anga hii. Kanata ratqa, zilikuwa zimeambatana. Fafataknahuma, tukaziachanisha. Sasa ndio ikawepo hii anga tunayoiona. Kabla ya tukio hilo ambalo watu wa kisayansi na jiografia wanasema ni tukio la volcano, wao wamekuja kueleza baada ya Qur'ani kuemeshaeleza uwepo wa hiyo hali ya mbingu na ardhi kwa zimeshikamana. Ndio wakaeleza hapo asili mbingu ilikuwa shikamana na ardhi na baadaye ikatokea volcano ndio ikaziachanisha. Lakini Mwenyezi Mungu anasema fafatakna, sasa kama itokea volcano alileta ni Mwenyezi Mungu, kama chengine chochote aliyefanya. Kwa sisi ahlul iman tunaamini kitabu hichi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, haya yote yanathibitisha juu ya uwezo wake. Ikawa mbingu iko juu kama ilivyo haina nguzo na ardhi iko chini yake, ikawa mbingu ndiyo sakafu kama ambavyo ina sakafu hii nyumba huku msikiti na chini ndio ardhi hii tuliyoikalia. Asili yake ilikuwa ni mshikamano wa vitu vile hivyo. Hii ni kauli ya Subhanahu wa Ta'ala, na hii ni katika ijaz al-Qur'ani, katika masuala ijaz al-ilmi fi al-Qur'an ambayo wataalamu wa kisayansi wamekuja kuthibitisha baada ya utafiti wao. Wameyazungumzia hayo uwepo wake na mengi yanayothibitishwa na Qur'an. Hii aya ni moja ya maeneo 10 au 11 takriban aliyoyazungumzia Dr. Gary Miller wa chuo kikuu cha Toronto katika ile kitabu chake The Amazing Quran. Anazungumzia jinsi ambavyo aliona maajabu ya jambo ambalo limetajwa humu kabla ya wanasayansi kuvumbua, na baadaye wavumbuzi wa kisayansi wakathibitisha haya kielimu. Kwa hiyo hili likamfanya miongoni mwa mambo yaliyomfanya yeye akubaliane na Uislamu na atamke shahada. Sasa Mwenyezi Mungu anazungumzia wale ambao wanaishi duniani wakimkataa Mwenyezi Mungu na kukataa mwongozo huu wa Mwenyezi Mungu, kwamba hawajayaona hayo yote. Awalam yara alladhina kafaru,
anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataknahuma waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, na tukafanya uhai wa kila kitu kutokana na maji. Tukafanya kutokana na maji uhai wa kila kitu. Waja'alna, tukafanya min al-ma', kutokana na maji, kulla shay'in hayy, uhai wa kila kitu. Kila kitu kilicho hai kimetokana na nini? Maji. Waja'alna min al-ma', tukafanya kutokana na maji, kulla shay'in hayy, kila kitu kilicho hai tumekifanya kutokana na maji. Uhai wa kila kitu ulianzia maji, na hili nalo amethibitishwa wanazuoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuzungumza katika Qur'ani juu ya umbile kama la wanadamu. Was-samai wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir. Kwa hiyo الأدلة موضوع ya kuprove juu ya kauli hii kwenye Qur'ani yenyewe na proof kama aya sura ya At-Tariq. Amma maji ambayo yameumbiwa mwanadamu inaitwa nutfa, ndio mnaita kwa Kiingereza sperms. Nutfa, sperm. Nutfa ni manii. Sasa sio kwamba ya mwanamume tu. Anasema katika Qur'ani isu hiyo katika sura Ad-Dar au insan, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtali. Sasa nutfa ndio yale maji yenyewe ndio yanozungumziwa hapa, kwa sababu lengo ni kuwa kitu liquid, mai, mfumo wa maji maji. Si lazima maji hayo unaokunywa, kwa sababu kutoka mfumo wa liquid, maji maji yanaonywewa na maji yale yanayotoka mbegu za viumbe tofauti. Yale ni mazito, yanaonywa mepesi. Lakini ukiona utasema kitu gani maji yani ni haya, au sio? Ukiyakuta pale yamewekwa maji yani ni tena haya, kuna maji hapa, kwa sababu yana sifa inaoana na maji. Nutfati amshaj ni tone la maji yaliyochanganyika kati ya mwanamume na mwanamke. Ndio ile khulika min ma'in dafiq yakhruju min baini as-sulbi wa ya mwanamume atoka kwenye mgongo, ya mwanamke atoka kwenye matiti. Ndio nutfa yaliyofanya mwanadamu hiyo. Baada ya mwanadamu wa mwanzo Adam alayhi salam, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamfanya huyo mwanadamu ni tone la maji ya manii, fi qararin makin, katika hifadhi iliyo madhubuti kabisa. Amma kauni yaqulu Allah tabaraka wa taala ikra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq, unaweza ukahoji wewe kwa sababu ya qillatu ilmuka, ya uchache wa elimu yako kutambua steps zinazopitia mwanadamu kubwa, ndio utauliza. Kama huna ujinga huo huulizi. Alladhi khalaqa al-insana min 'alaq. 'Alaq sio nutfa. 'Alaq ni stage ya pili kutoka nutfa kuelekea mwanadamu. Ukitoka nutfa unaingia 'alaqa. Sasa hapa kataja moja kwa moja 'alaqa, kwa sababu moja ya hatua anazoomba mwanadamu, marahili tatwir al-adami au khuluq al-adami, step ya kukua kwa umbile la mwanadamu. Marhalatu at-tatwir, marhalatu min marahil at-tatwir, manake step ama the steps ya kuumbwa kwa mwanadamu.
Tumeelewana ndio hiyo alaka. Sasa ukienda huko mtiririko anakuambia thumma khalaqna an-nutfa fa khalaqna an-nutfata alaqa fa khalaqna an-nutfa alaqa. Sasa ndio ile kule asili yake ile alaka imetokana na hii kutengenezwa nutfa. Kwa nini sasa alaka? Ndio kule Mwenyezi Mungu akaona hana haja ya kutaja tena hii story ya nutfa, akataja alladhi khalaqal insan min alaq. Tumeelewana Kwa hiyo swala hilo, kwa nini huku Qur'an nasema hivi na huku nasema hivi? Asibabaishe bana, mrejeshe kwenye aya mama huko. Kwa hiyo suratul Mu'minun, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Na kwa namna kama hiyo utapata jibu la kumjibu mtu mjinga. Chana naye yule pale shakuja. Sheikh. Oha. Sakala khair. Na sasa hiyo yote inabaki kuwa hoja tulio msingi kwamba waja'alna minal ma'i kulla shay'in, ndio hoja tulio nayo. Sasa ili kuondoa uchacho kufahamu, ndio maana tunazunguka kuangalia maeneo kwa upande wetu sisi wanadamu. Viumbe wengine tunajua vile vile, kwa sababu viumbe wote ambao wanazaliwa kwa kubebewa mimba basi wali takriban, wallahu ya'lam, inawezekana kwa uwezo wake ameumba wengine huko waliokuwa mama zao hawakufanya ile contamination ya mke na mume. Tumeelewana maingiliano, lakini kwa kawaida tunavyojua ni hivyo. Ukitaka ndama mnaenda kupandisha ng'ombe, au sio? Ndivyo sivyo? Mfumo ule wa mating kati ya ama watu na wanyama ni ile mating aina moja, au sio? Naam. Kwa hiyo process zinaweza kutofautiana, lakini hoja ni ile. Na tumeelewana waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Je, hawaamini wale waliokuwa pamoja na yote hayo? Kwa basi tu ikiwa hawaamini, hata waangalie tu maumbile ya viumbe hai vyotokana na nini. Hata mti ukiweka mbegu kwenye jua kali tu itatoa mche. Ngoja kiangazi, zichukue mbegu zitie wewe kwenye ardhi uone zitatoka. Ikinyesha mvua ukimwagilia maji utaona zinatoka. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyotuelekeza katika kufikia kuona ishara za uwezo wake, tumwamini. Waja'alna fil ardi rawasiya. Sasa tuangalie jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala analeta dalaili wujudihi fi al-kawn, dalili za kuwepo kwake kwa kutumia ulimwengu. Tumeelewana? Kwa kutumia, atufahamisha kutumia ulimwengu. Hapa Mwenyezi Mungu amechukua uslub wa kutumia ulimwengu kutufahamisha uwepo wake. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Hiyo inazungumzwa hapo nini? Ulimwengu, dunia na ardhi na mbingu ni ulimwengu. Kanata anatufahamisha kupitia ulimwengu juu ya uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Elma fil kauni, vile vilivyomo katika ulimwengu vote vimetengenezwa kwa nini? Maji. Hali nyingine, kwanza ulimwengu wenyewe alivyofikisha hivi ulivyo, na halafu wakazi wa ulimwengu wenyewe walivyofikia walivyo. Waja'alna fil ardi rawasiya, jambo la tatu, na tukafanya katika ardhi milima, tukaweka katika ardhi milima, antamida bihim, ili isitingishike ikawatetemesha nani? Au wakazi wa ardhini walimwengu. Kaweka milima kuifanya kule katika suratu Naba anasema waja'alna waljibala autada, au sio?
Ile autada watad ni vigingi ambavyo ukikiweka pahali kinafanya umakini wa kitu. Mnaweka beam nyinyumu kwa ajili ya nini? Kuifanya nyumba hii iwe na umakini na isitokee crack ndani yake. Iwe ndio mihimili ya hili jengo. Mabimu unayoyaona yote hapo kwa ajili ya nini? Muhimili wa hili jengo. Wataalamu wa ujenzi wanaona tukiweka tukuta min ghairi hizi bimu, ili jengo litazidiwa na uzito wa juu, litakatika, au mtingishiko mwepesi wa ardhi inaweza ikakatika, au sivyo? Kwa hiyo kila kitu kinafanywa kwa tahkim ilmi, kwa utaratibu wa kitaaluma inaoana na hicho kitu wenyewe. Hapa Mwenyezi Mungu kaiona ardhi ikiachwa hivi hivi itakuwa itepe tepe. Ndio anasema waja'alna fil ardi rawasiya. Hiyo ni dalili anatuambia Mwenyezi Mungu, na tukafanya katika ardhi milima majabali, yani majabali antamida bim, ili isije ikawatetemekea ile ardhi. Waja'alna fiha subulan fijaja, katika milima hiyo majabali ukenda nchi za majabali. Hapa sasa hatuna ya jamaa waliokwenda Khalij, wanaona Khalij, ukienda Yemen si katika Khalij, ukienda Khalij, ukienda Yemen, nchi zote zenye majabali mengi. Kwa wenzetu kuna majabali mengi, waliopata kwenda wameona, waliokwenda Maka, waliokwenda Dubai, hapana milima pale Dubai. Paka uelekee maeneo ya Bremen huko Abu Dhabi, Laini kuelekea huko kuna maeneo, au kenda mpaka Saudia kote jangwa tuko. Ukienda Saudia unapata majabali pale Maka. Ukitoka mpaka uelekee upande gani? Ukienda upande wa Jida hakuna jabali kule. Uelekea upande wa Badri. Maeneo hayo ndio yana milima. Lakini miji ambayo ina nchi ambazo kwa za majabali kwa wingi pale Gulf country ni Oman na Yemen. Hizo zina majabali kwa kweli hizo. Sasa utaona majabali tu uko mbele yako kama ukiangalia. Kati ya majabali kuna wazi Mwenyezi Mungu kaweka, ndio subulan fijaja. Fijaja sasa zilizo wazi pana. Tumeelewana ndio maana subulan fijaja. Zile njia ziliomo kati ya majabali ili watu waweze kupita. Kwa nyinyi mtaita kama barabara, yani kwenu nyinyi mnazotengeneza wenyewe. Kwa zile subulan fijaja ambazo ziko wazi kabisa na pana za kutosha watu kuweza kupita. Mwenyezi Mungu asema wajanna fijajan subula. Manake njia mipasuko kati ya majabali iliyo wazi kabisa, la'allahum yahtadun, ili waongoke njia wanaoitaka kwenda wafike. Ndio maksudio. Ile yahtaduna hapa sio ya kuongoka kiimani, kuongoka kufikia malengo. Na hiyo imekuja hata tatadubi fi dhulumati barri bahari fi mawdhu'i nujum, ili muweze kufahamu njia za baharini katika kwa kutumia nyota zoko mbinguni. Tumeelewana? Kwa hiyo ihtidaa sio lazima iwe ya imani, ihtidaa at-tariq. Tumeelewana Naam. Waja'alna as-samaa saqafa, na tukaifanya mbingu kuwa kama dari. Saqafa, dari kama dari kwa ardhi. Mahfudhan, iliyohifadhiwa na nini? Iliyohifadhiwa na mashetani wasiweze kuifikia. Iliyohifadhiwa na mashetani, na kama walifikia katika zama zote. Baada ya kushika kitabu hichi ikawa nakuja Mtume sallama wakazuiliwa, kwa sababu haikutakiwa waendelee kuleta uongo wao waliokuwa wakiuleta. Umma wa mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anakamilisha dini yake. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Haitakiwi tena uzushi mwingine. Mashetani waaminiwe, ndio mashetani wenyewe wanasimulia katika suratul Jinn, wa anna kunna naq'udu minha maq'ada lis-sam' faman yastami' al-ana yajila shahaba rasada. Tulikuwa tukikaa sie kikao cha kusikiliza habari za kutoka mbinguni. Nani sasa hivi atakayejaribu kusikiliza sasa hivi anachezea vimondo, shahaba rasada, vinga vinamuinda ndio hizo mnazoona kama nyota. Wanajaribu tena, bado wanataka wajaribu. Wakienda sasa hivi toka kuja kushika Qur'an, majini hawana uwezo wa kutajawaz mbingu ya dunia wakaingia huko. Walikuwa wakienda, sasa hivi hamna. Toka kushika Qur'an inathibitisha katika suratul Jinn.
Wao wenyewe wanasema majini mambo mengi wamezungumza ndani yake sura hiyo. Wa anna kunna naq'udu min maq'ada as-sami' faman yastami' al-ana yajid lahu shahaban rasada. Mpaka wakasema yeye wa anna la nadri asharun urida biman fil ardh am arada bihim rabbuhum rashada. Hatujui kwamba hali haya kuzuiliwa habari za ulimwengu za mbinguni tusijue sisi ni kheri kwa watu ardhini au kuna shari au kuna kheri, uongofu ndani yake nini hatujui. Wakawa wamekaa katika hali ya ujinga wao. Tumeelewana? Naam. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهم nao wanadamu waliokuwa hawaamini Mwenyezi Mungu an ayatiha, kutokana na dalili zilizomo ndani ya ulimwengu. Tumeelewana? Muridhun, wanazikataa, wanasema hizi dalili hizi, haya mambo yamekuja yenyewe tu, haya ndio wanavyoona yamefanyika wenyewe. Evolution ndio wanaita evolution, ndio ndio hiyo, ndio nature, sio ndio hiyo evolution, sio vitu kuja wenyewe. Mimi nimesahau toka miaka 34 nilipomaliza kusoma sekondari ndio nakumbuka hilo neno. Sasa nature ndio hiyo evolution. Kwa hiyo wanasema vitu vimetokea wenyewe tu hivi, vitu vimetokea wenyewe wanavyoona. Hiyo ni dalili ya nini? Kukataa. I'rab. Wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara, na Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba usiku na mchana. Aliyeumba usiku na mchana. Washamsa wal-qamara, na akaumba jua na mwezi. Kullun, vote hivyo. Ile hiyo kullun ni tanwini hapo, tanwini wadhani yeye ani layli wan nahar wash-shams wal qamar. Tumeelewana? Kila kimoja katika hivyo fi falakin, vimo kwenye duara, yasbahuna, vinaogelea, vinazunguka kwenye duara maalum. Yani fi falakin, ndani ya duara, yasbahuna, vinaogelea. Vote hivyo kullun tanwini wadha anil ism al mufrad, kullu min hadhihi al madhkura, yote vilotajwa hivi. Hiyo ni dalili ya uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwepo wake fil kauni, katika masuala ya ulimwengu. Maudhui haya yamezungumza sana al-alim Muhammad Tuwali Sha'rawi katika tafsiri yake, na kaandika kitabu akakiita al-kaun, dalailullah fil kaun. Yani kaandika kitabu hicho, utaona kaelezea vizuri maudhui hayo ya namna gani yanapatikana dalili za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu wenyewe. Umeelewana? Muhammad Tuwali Sha'rawi. Tuendelea. Wama ja'alna libasharin min qablika al-khulda. Sasa Mtume sasa anaambiwa kwa kuepushiwa majonzi, anaoambiwa ni washirikina. Sasa akaambiwa wama ja'alna libasharin, na hatujafanya kwa kiumbe yoyote, min qablika, kabla yako, al-khulda, kuishi milele. Hakuna tuliompa umri wa milele miongoni mwa waliotangulia. Afa imitta, endapo wewe ukifa, afa imitta, endapo wewe ukifa, fahumul khalidun, je, wao wataishi milele au wanakufanyia istihza? Tumeelewana? Hapo analiwaziwa Mtume sasa ni Mola wake. Hatujawahi kumfanya kiumbe yote mwenye kuishi milele. Wewe ukifa wote wataishi milele, kwa maana vipi? Ya bila kaliwa hawaishi, kwa sababu Mwenyezi Mungu kawaida yake hajawahi kufanya kiumbe yote mwanadamu kubaki milele, nao watakufa tu. Tumeelewana? Naam. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kufa. Dha'iqatul maut, itaonja kufa. Wanabluwakum, na tunakutieni mitihani, bisharri, kwa mambo maovu, wal khairi, na mema, fitnatan, hiyo ni misukosuko, mitihani, wa ilen turjaun. Fitna imetitwa fitna kwamba kuwatizama, je, mutamili kwenye shari au tamtamili kwenye khairi?
ni majaribio. Wa ilaina turjaun, na kwetu sisi mtarejeshwa. Kwa hiyo hii shari na khair ndiyo mfumo mtihani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu. Shari na khair ndio mfumo wa mtihani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu. Hapa pana uwanja mpana ambao Mwenyezi Mungu ameuzungumzia ndani ya kitabu chake kitukufu Qur'an. Kama vile aliposema hapa tumeambiwa kullu nafsin. Sasa angalia Qur'an ilivyokuwa na mnasaba. Qur'an mnasaba wake ukoje? Hebu tuone suratu Shams. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema washamsi wadhuhaha washamsi wadhuhaha walqamari idha talaha wan-nahari idha jallaha wal-layli idha yaghshaha was-samai wama banaha wal-ardi wama tahaha wa nafsin. Kiapo cha ngapi hicho? Cha 7. Mimi idadi hapo. Vitu 7 kapia vitu vingapi? Wa nafsin wa nafsi na aliyeyumba. Wa nafsi wa masawaha na aliyeyumba. Ukiwa unajifunza Kiarabu usije ukatafsiri kwa Kiarabu chako kwamba ma li ghairi aqil. Ma ukaona Mungu ana akili hana. Mbona akasema masawaha alafu aliyeyumba? Nani anaumba? Sasa baka tumia ma. Yake lugha ya Kiarabu haiko hivyo. Isome tu yako kwa mambo yako. Hapa lugha ya Kiarabu ina tabia ya kuwazimana silaha zake, tools. Maana inazimana. Sisi tunaangalia tu kwa sababu hapo watu wengine wanasoma lugha la pengine. Si haja yetu ni kuangalia wa nafsi wa masawaha. Fa alhamaha fujuraha takwa. Akaielekeza hichi kibaya hichi, huu uovu ndo ucha Mungu. Fa alhamaha fujuraha kad aflaha wa kad khaba. خلاص. Ndo wanabluwakum bishar wal khairi. Na kwa sababu ya mtihani huu ndo Mwenyezi Mungu aliposema inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali fajannahu samian basira. Samian, mwenye kusikia kila kitu, na basira, anaona kwa uwazi kabisa kwa macho. Na kama haoni leo basi asubiri siku ya kiyama atakapokuambiwa lakad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ulikuwa wewe umeghafilika nayo haya yote ulioambiwa. Sasa leo fabasaruka al-yawma, macho yako leo makali mno, yanaona kila kitu, ona yale ulioambiwa. Ndio sio haya? Ndio. Sasa akapewa mwanadamu macho na masikio ili aweze kupambanua ule mtihani aliopewa. Nabtalihi fajanahu samian basira. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala wanabluwakum bisharri wal khair. Na akasema tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. tumeelewana فموضوع في الابتلاء جاء من ناحية الشر والخير. habari inahusiana na ibtilaa, mtihani umekuja kwenye shari au khair. Yani lazima tufahamu makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha ra'aka alladhina kafaru, nazama wanapokuona wewe wale ambao wamekufuru, yattakhidhunaka illa huzwa, hawakufanyii isipokuwa shere, wanamfanyia inda Mtume sasa anaambiwa Mwenyezi Mungu, yattakhidhunaka, hawakufanyii illa huzwa isipokuwa shere. Ahadha alladhi, wanasema huyu ndiye ambaye yadhkur alihatukum, anaitaja vibaya miungu yenu, wahum, na wao makafiri, bidhikri rahmani hum kafirun, katika utaji wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema wao wanakataa. Wasema la, kwenye utaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
wanakataa, wanakanusha, wanasema hapana story yoyo. Wanapigania asitaje vibaya masanamu yao. Wanakataa kumtaja vibaya, kumtaja kwa wema nani? Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehema. Wa idha ra'aka alladhina kafaru in yattakhidhunaka illa huzwa, hawakufanyii isipokuwa nini? Shere. Wanasema ahadha, huyu alladhi ndiye ambaye, Allahu latif ibadi. Angalia usulubu Qur'an, katumia maarifa mbili kwa pamoja. Ahadha ismu ishara, wa kusudia huyu Muhammad, huyu alladhi ndiye ambaye anahusika na kitu, kwa sababu ile mausula inahitaji nini? Inahitaji lazima ipatikane silatul mawsul. Alladhi yadhkuru alihatukum wa hum bidhikri rahmani humul kafirun. Hum kafirun. Khuliqal insanu min ajal, ameumba mwanadamu kwa haraka, kuwa mwenye haraka. Saurikum ayati, Mwenyezi Mungu anasema nitakuonyesha dalili zangu. Fala tastajilun, msiniharakishe. Nitakuonyesha dalili zangu. Binadamu kaumbwa kwa haraka. Allah anasema nitakuonyesha dalili zangu, msiharakishe. Tulieni tunyie, endeleeni kukanusha tu. Wayakuluna, wanasema mata hadha alwa'd, lini miadi hii? Miadi itakuja lini? In kuntum sadiqin, ikiwa mnasema kweli. Ndio hiyo haraka waliona law ya'lamu alladhina kafaru, Mwenyezi anasema lau wangejua wale ambao wanajua, wale ambao kama wamekufuru, hina la yakufuna an wujuhihim, watakapokuwa wakati watakapoweza kuzuia nyuso zao, annar, kuwa zisiwashwe kwa moto wa jahannam, wala an dhuhurim, wala kuzuia moto wa jahannam kuepukana migongo yao, wala hum yunsarun, wala hawatapatwa kuwasaidia, hawatasaidiwa yoyote. Yani lau wangejua kwamba itafika siku ambapo hawataweza kuzuia migongo yao, nyuso zao, wala migongo yao, wala hawatakuwa na kuwanusuru, kuizuia na nini? Na moto wa jahannam. Wakikuwa wanajua hayo, wasingelifanya istihza kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasingelifanya shere ya kuuliza hiyo miadi ya adhabu itakuja lini, wala wasingeliomba adhabu. Bal taatihim baghatatan, Mwenyezi Mungu sema, lakini itawajia hiyo adhabu ghafla. Baghtatan, ghafla. Fatabahatuhum, utawadualisha, watafanya wamedua. Fatabahatuhum, watadua, fatabahatuhum, ile adhabu itawadualisha, utafanya waduae. Fala yastatuuna raddaha, hawataweza kurejesha huo moto. Wala hum yundharun, wala hawatangojelewa, hawatapewa mudani, hawataweza kurudisha ule moto usiwaunguze, wala hawatasubiriwa watapotoa nyudhuru zao. Wala kadistuza birusulin, anaambiwa tumesema kwa hakika walifanywa istihza mitume min qablika, kabla yako. Fahaka yaliwafikia, fahaka yakawafikia, yalifikia billadhina, kwa wale ambao sakhiru, wamefanya istihza minhum, kwa wao, maakanu bihi, wao walikuwa yastahziuna, wanafanya istihza shere, yani inda, walikishafanya inda shere wale ambao walikishafanyiwa shere mitume kabla yako wewe, ikawastahikia wale ambao ilfahaka, ikawastahikia, ikawafikia wale ambao walifanya ile shere, ile taskhiri. Sukhria ni kumfanya mtu chochote lolote, kumuona mpumbavu, mjinga, ndio sukhria. Billadhina sakhiru, waliofanya sukhria, istihza minhum, ikawafikia wao, maakanu, kile ambacho kwamba walikuwa bihi, kitu hicho, yastahziun, wakifanyia istihza, yani shere, kikawafikia malipo yake, yani maksudio. Wasadakallahu alazim. Tuishi hapa leo. Kama liko swali tafadhalini.